mstaafu. Nimestaafu tangu hoteli hii inaanza 2018. Kwa nilipo staafu moja kwa moja nikaingia kutoa huduma kwa jamii. Kwa hiyo niwashukuruni sana. Kwanza nimshukuru Nancy na Jafet kwa kuwa karibu na mimi na kuhakikisha kwamba ninakuwa moja ya sehemu yao. Kuwa moja ya sehemu yao ni kwamba kufanya ushawishi ili kuweza kufanya jambo pamoja, kwa sababu tunasema tukiungana tunakuwa na nguvu zaidi. Umoja tunasema ni nguvu. So waliniambia kuhusu nini ambacho kinafanyika, nini wanachofanya na ninawezaje kushiriki. Kwa kweli na mimi nikaona ni jambo la busara kuweza kushiriki, kwa sababu bado ninatoa huduma katika jamii na ninaowahudumia ni watu wa aina mbalimbali. Kwa hiyo nikaona basi ni vema niendelee kupanua wigo katika kutoa huduma kwa jamii. Kwa hiyo niliona kwamba ni vema tukashirikiana, ni vema tukawa pamoja kwa chochote ambacho tunaweza, kwa ushauri na vitu vinginevyo. So waliponiambia kwamba kutakuwa na shughuli hapa, nikamwambia basi tutakuwa pamoja. Though hamkuniona kule kwa sababu ya kazi zingine nilizokuwa nazo na mambo mengine mengi yalikuwa naandaa. Kwa hiyo nikasema basi mkitoka huko tuje tukae tuzungumze kwa ufupi ili nanyi muifahamu Macmurray Hotel. Muifahamu Macmurray Hotel na ni huduma gani ambazo inatoa kwa jamii, lakini vile vile nanyi mnaweza mkaitumiaje Macmurray Hotel. Muone kwamba namthamini. Siku ingine wanaweza akaja wakaweka kambi hapa, wakaendesha semina zao hapa, wakaendesha bonanza fulani la kutoa elimu hapa. Kwa hiyo kwa ufupi, Macmurray Hotel kama nilivyosema inatoa huduma mbalimbali katika jamii, kwa maana kwamba baada ya kuanzisha Macmurray Hotel ilianza kukua na kufunguka. Macmurray Hotel ikazalisha kitu kinaitwa miti kwa umri. Miti kwa umri ni initiative ya Macmurray Hotel. Unapanda miti sawa na siku yako, sawa na miaka yako ya kuzaliwa. Birthday, badala ya kula keki na kumwagiwa maji, ile birthday yako unaanza kupanda miti. Ukishapanda miti, jioni kale hiyo keki yako. Lakini lengo kubwa lilikuwa nini? Nilipata wazo kwamba Tanzania kwa nini isiwe ya kijani? Tunazungumza Tanzania ya kijani. Lakini nani anajiuliza tutaifanyaje iwe ya kijani? Kwa sababu sema, Tanzania hali ya hewa mbovu, mazingira yameharibika, but so what? Hili ni swali muhimu sana la kujiuliza, na hili ndio linatu drive tuweze kwenda mbele. Kwa hiyo nikapata wazo kwamba ni lazima sasa tuwe na kitu. Nikasema tuwe na miti kwa umri, kijani kirudi. Lakini miti hii ndani yake ina kitu kimoja kikubwa sana ambacho miti mingi imekosa: uwajibikaji. Ukipanda mti wako wewe leo, utaupenda kama hilo gauni lako liloshona siku ya birthday. Utaipenda kama keki yako ambavyo umeiandaa. Kwa hiyo utapenda kuona ule mti kila siku unamea. Utasema kesho nitakula matunda na mwanangu, kivuli na mwanangu, mjukuu mbao atavuna, atafanya biashara. Kwa hiyo nikaona ni kampeni moja ambayo ni rahisi, ni ya gharama nafuu kwa serikali, ni self-funded. Unakunywa chai yako na kipande cha mhogo, unatoka unapanda miti kulingana na umri wako. 40 mwaka huu, mwaka ujao 41.
hakuna hukununua, serikali ya kutoa diesel, haikutoa chochote, hakuna fulana, hakuna nini. Jiulize sasa, siku 360 na ngapi? Watanzania tuko milioni ngapi? Mara miti, chukua average ya kawaida ya Mtanzania, umri wa Mtanzania, unaweza kuona namna gani Tanzania